mabinti wa kibongo hao mabinti wa kibongo. Ukiwa nacho watakufuata, ukiwa huna watakukimbia. Ukiwa nacho watakufuata, ukiwa huna watakukimbia. Jamani, kumekucha hapa. Salama, habari? Safi, kwema. Kwema, habari za siku? Safi mama, tupo tunahangaika tu na hizi biashara kutafuta riziki. Ndio kama hivi unavyoona, bei nafuu. Angalia mama, kama hizi bei nafuu tu, wewe tu unaangalia bei nafuu. Kwanza karibu chakula. Asante mama, mimi nishakula huko nilikotoka nimekula. Asante. Shinga? Hapo 3,000. 3,000 tu unachukua, bei nafuu. Biashara zangu mimi wala siumizi wateja, bei nafuu tu. Hebu leta na hii hapa. Nzuri kweli lakini. Mzuri. Biashara zangu mimi sibaitishi. Lakini sio za wizi. Sio za wizi mamangu. Hizi biashara mimi nimeamua kufanya biashara, sio za wizi wala ndo kazi yangu. Kwanza ni mara kwanza kuniona mamangu. Lakini nzuri kweli. Kama sio za wizi nzuri. Hizi mama sio za wizi. Hizi ni biashara yangu mimi na biashara ambayo nimeamua kuifanya, na ukitaka hata kama kwa leo huko sawa kipesa, mimi kopesha na kopesha. Baada ya siku 3 nakuja kuchukua. Siku ya 4 na asubuhi nakuja kuchukua kupitia hela yangu. Sawa, siku nyingine. Sawa, kwa hiyo ndo ukopi mama. Karibu kwa chakula. Asante. Karibu tule. Asante. Siku hizi imepunga kibao cha karibu chakula. Sawa, basi tapitia kesho tena. Haya, Mungu akipenda. Sawa, asante mama. Ili shoka mbona ngumu sana, lipo hip-hop. Baby. Shoka umeazima wapi wewe? Mbona kazi alifanyi, lipo tu. Shoka si lazima mwenyewe ungetaka ungelinala kwako. Lazima mwenyewe afu na nisingizia mimi. Hapo. Ila linajitahidi mpaka nimepasua mkuni mmoja. Ugali lazima uive leo. Ugali uive. Kaka unaumwa. Radu tuage kunipeleka. Yo. Wewe, mbona shughuli imeshaisha? Hiyo kunijaisha. Kunijaisha. Sasa ukubwa umeshapunguza. Ishe. Njoo chukua. Samira. Nenda sasa kupikia kuni. Na lazimisha. Sasa kupikia kuni. Nini unataka kupikia kuni? Maisha yenyewe ndo haya, lazima upikie kuni. Wazana maisha mepesi. Mimi nachotaka nifanyie mkorofisho ndani mwenyewe. Nipikie ugali mzuri kupitia hizi kuni nimekupasulia mwenyewe hapa. Nafanya hata mambo yako kitengenezea. Nzuri. Sidi. Ndio kula chai na mwali. Tuliacha. Kula mboga nyingine. Shikamoni. Marahaba, habari. Mimi nauza nguo. Kama unavyoziona bei nafuu tu. Hebu tuone. Hizi hapa kama hii hapo. Hili hapo linavalika, sio la kiume la kike. Unaweza kuvaa msimu wa baridi. Ili shinga? Mwezi wa 6. Hii hapo unaweza kanipa tu shilingi 7,000 tu kwa ajili yako. 7,000 unaweza kuniachia. Ila nzuri. Nzuri halo hii. Nzuri sana. Baridi sana. Nzuri mama, nanichukua.
Chukua 3,000 ndio nini? 7,000 umesema? Shilingi 7,000. Hebu kwanza hii hapa mpe tena aonyeshe. Na sketi ilikuwa. Mimi sikuwa tu na hela mama. Mimi nafuu tu, naweza nikakuachia kwa 6,000. Hata ukiwa na 5,000 nakuachia mamangu. Shilingi 6,000 5,000 nakuachia. Haina shida. Hata ukitaka kwa mkopo leo unachukua ndani ya siku 3, siku ya 4 asubuhi nakuja kuchukua hela. Haina shida. Njoo kesho jioni. Asante mamangu, ndio hivyo hivyo. Basi kesho mimi naenda. Haya, karibu sana. Asante. Karibu sana. Ni nguo nzuri. Sio siri. Ni hasa sketi hili. Mama na nini nimekuja kukuambia twende. Wapi tena? Nasikia kuna kuna kibarua huku cha kuvuna, cha ukatua. Cha kuvuna mahindi. Twende. Kwa sasa huyo muache. Huyu ndio mwacha na dada yake. Wewe mama nani? Mtoto huyu anakuacha tunaenda kwanza kwenye dai waka. Mama wewe mtoto wako analienda kamchukua mbembelezi. Mtoto mwenye kumzoea tu. Hivyo hivyo. Nenda msomona kwanza anapita polini, kuna wadudu pale nenda kamchukua. Ndio nikamchukua. Huyu mzembe kule alia, yani mtu anataka kumbeba tu, hataki kucheza. Karibu kina dada. Safi kwema. Karibu. Unatuuziani? Asanteni kina dada. Nguo ndo kama hizi hapo mnaangalia tu, msimu wa baridi huu. Masweta hapa bei nafuu. Bei nafuu. Mfano kama hili hapa ili kujaribu bure tu dada. Kama hili unaweza shilingi ngapi sana? Hili ni shilingi 6,000, unaweza kuniachia 6,000. Pia ili utaniachia 7,000 sababu hili na hili ni tofauti. 7,000. Hili kwa 7,000. Baba nani 7,000? Ona sasa, fashion simuona fashion. Kaka wewe kaka umezidi. Wewe fanya jaribu kwa. Basi nakushishia kwa ajili yako, unaweza kunipa 6,500. 6,500 na. Hapo vipi kinaona husband? Hapo ni sawa. Umetisha. Geuka kwa nyuma kwa. Nyashi. Kidogo at least. Kuna nyashi. Dadangu, mbona ile kutoa? Nimemjua bei ndio kali wewe. Kwa bei hapo kidogo inalipa. Kama ile ni tofauti. Mimi naona angefanya tu mkopo, kopeshi maana watu kwa madeni bila mikopo baba uishi. Keshi. Kaka tukopeshi basi. Hapa nakopesha ndani ya siku 3, siku ya 4 asubuhi nakuja kuchukua hela yangu. Shilingi 7,000 tu. Kama mnakopa kopeni, msimu wa baridi huu. Mimi basi nitabeba hili. Nyumbani hapa utafikaga tu. Chinyeche. Hapa. Hapo ndo nyumbani. Hata usinikuta na mimi unanikuta maana mimi ndo nashindaga mpaka kama ya yupo. Mimi nakupa muda mwingi. Naelewa. Sawa. Ila kesho naona kama nitakuwa na uhakika utakuja tu kubaki kesho kwa fedha kako. Nasikia. Baba wa masweta. Kesho nije muda gani? Wewe tu na bidii yako. Ila marufuku kuja alfajiri maana nitakuwa ninalala na husband. Bado tutakuwa tujaamka. Kuanzia saa 4. Nitakuja majira. Mimi baby sina hela, sinajua maisha yangu. Mimi basi nyingine. Atalipa tu hata yeye. Unataka kuja kuchukua hela mimi na mimi nitaleta ile hapo na mimi nitabeba. Ila shida hili lipo kwa ajili yako. Ngapi sina hela. Asanteni. Mimi ndio hivyo atalipa tu. Asanteni mimi naenda. Nashukuru kesho. Karibu tena. Asante. Mimi sasa sikuletea kesho hii. Haina shida. Poa. Mungu akutangulie. Wewe na hela shoga? Sina hata 50 na nimekopa. Kama atalipa basi tutavutana hivyo hivyo. Kununua keshi hataki na mkopo. Wewe aniache mimi baridi. Ndio mkopa kweli, shema atakubali kweli kulipa. Maana shemeji yangu mimi namjua. Bwana poa shoga bwana, wewe si madeni uogopi, unakopa kopa tu. Mimi siwezi bwanangu, tunamjua alipo kisilani. Siwezi kununua keshi. Nikopa msho kurudi nyumbani ugomvi. Zinapita ofa unaziangalia. Tutavali. Hivyo lakini vizuri kuongea na bwana wako kwanza ndio unakopa. Ye nani? Hapo tunakopa tu. Kazi kwao. Sema ya kubwa 7,000 unajua hela nyingi. Kama hadi 7,000 nyingi sasa umeona wewe matatizo. Sasa mimi naenda basi baadaye. Haya, mimi nipo hapa nataka nifanye usafi sasa hivi niendelee na kazi zingine. Mimi naenda
Haya basi baadaye ngoja kwanza nikapikia watoto. Haya. Jela kutoka mali. Kutoka mali. Wewe kuna mtu akufunga? Mwanangu nani amenyoshwa hapa? Kila siku anakandwa tu. Bado sikibonda hawezi. Haya mambo uwezo haya. Hata mimi naenda kupanda ni. Hapo zamu tu. Nasubiri zamu yangu hapa. Poa wewe tu. Nimepata mafunzo kwa toto jana. Sasa hilo. Wewe anakimbia. Huyu anamkimbia. Sina komba. Gogo tano. Gogo tano. Gogo tano. Nimpata mafunzo kwa chochote. Ya ule mfungo. Ila leo soka mali. Maleo. Mimi huyu tu asante babu. Yaani mke wangu siku ya leo hii siku imeamka vizuri sana. Ndio. Sitarajii kuona mtu yoyote anakuja kunitia dosari katika siku ya leo. Siku nzuri, ina furaha, ina amani. Hongera. Unajua maisha haitakiwi mtu aje kukorofisha bila sababu. Inawezekana mtu aje bila sababu nyumbani kwako. Kutakuwa na sababu. Kwa mtu aje afika nyumbani kwako sababu hii. Mimi leo nataka niishi kwa furaha, sitaki maugomvi. Ugomvi hauwezi ukatokea au mtaka kugombana. Na wewe tena nigombane. Bwana gombana na wanaume wenzangu au gombana na mashamba polini huko. Kote ninajua tu hili. Afu wote tulikuwa kote najua lote ni kweli. Odi. Karibu. Asante. Hapa karibu mgeni amekaa. Watu wa heshima kama nyinyi bidi mpewe viti mkae hapo. Ndio kaa huko. Nataka nibie huyu. Wewe mfalme wangu, maliki wangu. Wewe kaa tu siwazi. Nakwaje baza? Vipi dogo, majukumu yanaenda vipi? Majukumu yanaenda vizuri blaza. Harakati zinaenda vizuri, sijui wewe. Karibu bwana nyumbani hapa. Karibu. Asante, napajua. Kumbe ndo unaishi hapa blaza. Unapajua wewe, acha usheze. Unapajua vipi wewe? Napajua vipi? Kwa sababu mimi wewe sura ni ngeni, alafu unaniambia unapajua. Mimi nifanya. Ina maana wewe kila siku unafika kwa mke wangu? Mimi nifanya biashara. Kuna siku nilifika, niliwakuta wadada wawili. Kwa hiyo nilikuwa nauza nguo. Kwa hiyo dada sijui ni mke wako, kasema kwamba anahitaji nguo, tena ni sweta. Wewe ni mfanya biashara. Mfanya biashara gani? Una biashara? Mbona biashara sioni? Leo sio siku yangu ya kazi. Kwa hiyo mimi nifanya biashara kweli, ila leo sio siku yangu ya kazi. Leo nimeamua tu nipumzike nyumbani, lakini vile vile kupumzika nyumbani lazima nipite, yani kusanya zile pesa zangu mtaani. Kwa hiyo nimepita kupitia hapa kwa mke wako. Mke wangu? Hii habari anayoongea huyu kijana ni yenyewe kweli? Wewe umechukua mali zake huyu? Mali gani umechukua? Mzigo. Hivi nyinyi wanawake siku hizi mpoje? Kwa hiyo tusivae uongo. Sio msivae, lazima kama unataka kuvaa. Mimi sina kununulia. Usiungenunua, nimeburuzika wewe miaka 7. Wanane nimekuja kukopa mzigo, nasema ungeninunulia. Haya sasa ndio umefanya maamuzi peke yako bila kunishirikisha.
Na jukumu la kuvaa kweli, mwanamke kupendeza kuvaa na urembo vingine. Mimi hapa ningechakaa, unaenda kumtongoza yule aliyopendeza. Anapita babani kule? Apiti. Mfano tu. Mfano. Mfano. Ila mimi hii sijaipenda. Swala la kufanya jukumu, unafanya swala bila kunishirikisha mimi. Haya mlipe. Mlipe mwenyewe. Kukopa hii sio kulipa mimi? Yaani nilipe mimi kivipi yani? Kukopa nakopa mimi, navaa mimi, kulipa wewe. Ipo hivi katika maisha. Kama kuna jukumu unaona unaliweza, unalifanya. Ndio kama ulivyofanya kukopa, ina maana ulikuwa una uwezo wa kulipa. Sina uwezo. Najua nina ubavu. Ubavu mwenyewe ndo wewe. Peke yangu siwezi, lazima nipate wewe wa kusimama naye. Wa kusimama naye si ndio wewe? Hapa baba, toa fedha, kabisa kijana atembee. Sisi tutabaki kubishana wenyewe peke yetu, wawili binafsi. Ndio tusema nege. Wewe toa hela mpe. Mimi siwezi kulipa. Wewe utalipa tu. Unanigea mizigo ambayo mimi sijaipanga. Yaani tama zako tuweza kufanya mimi nilipe bila sababu. Kwa sasa tukubaliane kwamba hela zangu niona najitafutia na sitaki maswali. Sio utaki maswali. Na wewe ufanye mambo yako. Fedha zako atumie unavyojisikia. Ila kuna muda ukifika mimi ndo lazima nikuhudumie, lazima yani utafika tu muda. Tatizo huduma zinakuwa vice versa. Itabidi uvumilie tu maisha tunayopitia. Tunakuelewana mimi na wewe. Mimi nimekuelewa, sema wewe hapo unataka ufuate wewe. Kwani vipi? Hamna. Safi tu. Mbona mimi nimefika toka muda hapa, nimekuja kuchukua hela yangu. Sasa ndio naongea na huyu bwana ananilia. Atoe fedha tukukabidhi. Si unajua nyinyi wanaume siku hizi nyingi tunashinda kuelewana ndani ya nyumba. Hivi angekuwa muelewa tusingefika kote. Aelewa, nipe pesa. Mwenzako anamchelewesha. Shingapi kwa mdada? Mimi dada nadai shilingi 7,000. Ya sweta. 7. 7 nyingi. Toa hata 5,000. Punguza toa 2,000 atakuja kubeba. Na mimi kwenye biashara yangu huwa sichukui hela nusu nusu. Hataki pesa. Ndio maana nilisema ndani ya siku 3 ya 4 asubuhi nakuja kuchukua. Au basi ukaniruhusu njoo kesho. Kwa hiyo leo nimefika mapema. Na muda ambao ulinipangia ndo nimefika. Kwa hiyo nimekuja kuchukua hela yangu. Basi brother. Si unataka 5,000. Unataka 5,000. Machi wale machi. Sema kuna kaakiba kako ndani, ngoni nikachukua kwanza. Sawa? Umelizika? Nimelizika. Hapo sawa. Dada, tulivyoongea ndio ilikuwa hivyo jana. Jana mimi nimekuja hapa na nguo. Ukasema una pesa. Umehitaji ukope. Nimekukopesha, nimekuambia baada ya siku 3, siku ya 4 asubuhi nakuja kuchukua hela yangu, umesema nije kesho. Leo nimefika tena mambo kibao. Inakuwaje sasa? Biashara ndio inakuwa hivyo dada. Nilijua tu pesa itatoka kwa vile Bamjengo yupo. Sasa mbona hivi? Mbona tumechelewa? Mpenzi. Lete pesa. Wewe mwanangu fresh. Ila mwanangu wewe unafanya makubaliano na wanawake za watu. Usiwakopeshe tu. Hizi ni biashara plaza, hizi ni biashara. Na maana kama mimi nafika hapa na biashara yangu mpaka nikusubiri wewe ufike. Kama umeondoka huko, watavaje sasa? Inabidi waje nafasi kwenye kuvaa. Kwanza inabidi uache hela yako. Plaza vipi? Wewe mimi sitaki usumbufu tena. Masuala kufika nyumbani kwangu kumkopesha au vitu sitaki. Haina shida. Simama, nenda. Umeniuzi kidogo. Hela yangu kwa budget chukua bila sababu yoyote. Halo dada, siku nyingine. Utanipitishia tena anjano. Alafu na yule mdada ambaye alikuwa anahitaji ile sweta lipo, utanipitishia kesho. Na mimi utaniletea lingine kale kundule kumi. Basi shukrani. Najua mwanangu kesho ataniachia hela sitakupa tena. Na mwanamke wewe utaniua. Sio bure. Yaani utaniua. Ufa ila cha moto. Ukiona? Kwanza najilaumu sana kuchukua rangi kama nyinyi. Bila size yako. Wewe ningechukua rangi kama mimi hapa. Hata asipopendeza, akipendeza anakuwa hajapendeza vile vile. Hivyo. Yaani akipendeza inaonekana bado hajapendeza. Sasa rangi hii hapa ikifubaa inaonekana imefubaa. Jamani. Yaani mama mtu sio kama mimi nimelizika kwa hiyo ulionifanyia, mimi sijalizika. Yaani hapa ama zako ama zangu. Na nimemwacha huyu muuzaji yule ameondoka hapa. Ushauri wako? Sio ushauri. Kama umeshinda rudisha. Sijakushindwa na kuweza. Ndio maana nasema saa hizi cha moto unacho mama mtu. Huwezi kufanya maamuzi wewe kama wewe. Mimi ndo mwenye nyumba. Yetu kiaka matunzo.